Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Kuna picha moja ya kisasa alafu bonge la love story. Hii hapa inakwenda kwa jina Magic Ring. Na the chosen one by the name ndo tazidi kusababisha kizazi na ni baada ya kutamba sana na ile queen wa sasa. Niko na bali ya picha moja bora zaidi. Wasema kuna ukoo moja ambao watu walikuwa wanazaliwa wakionekana wana muonekano mbaya zaidi, lakini kuna pete ambayo ilikuwa inalisishwa vizazi kwa vizazi kutoka bibi mjukuu mpaka vitukuu. Pindi ambapo anahitaji kufikia umri fulani, ndio anahitaji kuingia katika masuala ya kuolewa, inabidi apatiwe hiyo pete ili aweze kumpata mwanaume ambaye anamtaka yeye, kwani endapo unakuwa shida kidogo ya muonekano na changamoto sana kwenye swala la kuolewa. Hivyo sasa kulikuwa na pete tu ambayo ilikuwa inawasaidia wanafamilia hawa kuweza kufanikisha jambo ambalo wanahitaji. Hii hapa inaitwa Magic Ring. Na the chosen one kama dawa kama kawaizo anakuwa anakuburuzia mzigo hapa kizazi zaidi. Bonge moja la picha nakwenda kuenjoy mtu wangu, au sio? Katika episode ya kwanza tu ya Magic Ring na the chosen one nazidi kusababisha na kutarabindadi kizazi zaidi. Tuende katika episode ya kwanza tu, tuanzie hapa. Basi picha inaanzia katika maandalizi ya shindano kubwa sana la ulembo, yani modeling. Hapa walifika marafiki wanne, watatu pekee walionekana wana muonekano sawa tu wa kushiriki katika hilo zoezi. Lakini sasa huyo mtu wanne ambaye alikuwa ni miongoni wao alikuwa na muonekano wa kushiriki masuala ya modo, hata ambapo aliambiwa smile ilikuwa ni kituko zaidi. Jamaa akajua tu huyo labda afanye kazi za gereji au kazi za umakenika tu, kwa swala la modeling hawezi akafaa. Basi baada ya kupata emergency ya kwamba kuna wafanyakazi watatu wamefeli, hivyo aliweza kumchukua bibie aende kufanya kazi. Sio mimi nikuja hapa nikiwa nahitaji kugombania nafasi ya kuwa mwanamitindo na sio hiki ambacho unaniambia. Anasema hujafikia hiyo level, unaonekana ni mtu wa kazi, upiga kazi zaidi. Basi moja kwa moja tuwaletwa upande wa pili kwa mtaalamu mmoja hivi, handsome boy mmoja wa zamani zaidi. Anasema sijakutaka wewe kwa sababu wewe sio mzuri. Anasema mimi mtani na tamba na watu wote wanajua, na kwaje unanionyesha dharau kiasi hicho? Chale anamwambia wewe una ubora, kwa hiyo wewe sio priority yangu. Lakini pia kuna mtu ambaye alikuwa anarekodi kila kitu ambacho kinaendelea. Anasema ni aibu kwa upande wako, na wakati mwingine sihitaji watu waweze kuzungumzia juu ya hiki ambacho unakitaka zaidi. Naambia uwezi ukawa upande wangu hivyo. Kama alimkataa na kumchinjia baharini, naambia ni vema angetafuta viatu ambavyo vingekuwa bora zaidi, kwani kwa sasa sio muda kutakuwa na mvua. Lakini pia aliweza kutoka kuelekea sehemu moja ambapo kulikuwa na tamasha kubwa sana la mitindo katikati ya mji wa Soapa. Mwanaume kuna kitu ambacho anakitafuta. Yeye ni mtu mmoja maarufu sana, lakini pia anatafuta mtu sahihi sana katika maisha yake. Asio basi katika hii show anaweza kufanikisha kupata kitu ambacho kitakuwa bora zaidi. Lakini sasa wanaambia binti siku baada ya kupiga kazi sana, alishuhudia marafiki yake watatu wakiwa mpata nafasi tu kushiriki katika mashindano ambayo yanaendelea katika ile eneo. Asio sijajua ataingiza kiasi gani, huenda ni zaidi hata $300 za Kimarekani. Lakini binti akiwa ametulia katika ile eneo Tala Bintibu, alikuta ghafla mzigo unashuka. Ni bango ambalo lilikuwa limeziba kwa upande wa pili. Lakini sasa aliweza kupatiwa msaada na mtu ambaye kwa sasa alikuwa hajawahi kumuona. Alikuwa ndo mara ya kwanza anamuona mtu huyo. Mtu huyo alikuja kwa biashara yake moja tu. Anamwambia simama na uwe imara zaidi, kwa sababu kuna jambo la muhimu sana hapa ambalo nahitaji nilishuhudia. Basi binti aliweza kuweka support kubwa ya kuhakikisha ili jukwaa aliwezi kudondoka, ili walembo wanapopita waweze kuonekana vyema zaidi. Lakini mwamba isema nashukuru sana wakati ambao umeweza kunisaidia. Hata hivyo mwanaume aliweza kuachia pindi ambapo kila kitu kimeisha. Lakini kwa bahati ambayo ilikuwa ni mbaya zaidi, mwamba aliweza kuanguka chini na binti kidogo leo na kuna hali ya tofauti zaidi. Majeraha alikuwa dogo katika eneo lake la mkono. Anasema isio kitu kwangu. Lakini mwamba alishukuru sana tu kwa kile ambacho bibia aliweza kufanikisha kuilinda aibu mpaka shindano limeweza kuisha. Lakini mwamba anasema kuna kitu ambacho kilikuwa ni muhimu sana, na hapa aliweza kumwambia binti hata hivyo wewe una ulembo wa kiasi hicho, kuna mtu ambaye ni special, ndo maana pambana kuhakikisha napata nafasi ya kuweza kumuona. Alikuwa ni mwanamitindo mmoja hivi
Hili limuumiza sana binti baada ya kuambiwa maneno yale na mtaalamu wa zamani. Sasa nzungumzia tu juu ya mtu ambaye alikuwa mrembo sana. Ni mtu ambaye alikuwa anafanya shy fashion. Sasa binti alihitaji kumuona mtu huyo. Kwa nini? Amekuwa ni mtu ambaye anasifiwa pande zote za mji na kila sehemu kuna mabango yake makubwa zaidi. Asema ni wakati wa mvua, kwa nini sichukue nafasi ya kumpeleka na naye kwao? Asema wataweza kujibeba mwenyewe. Basi binti baada ya kusikia yale maneno alijisikia vibaya sana. Aliweza kurejea nyumbani na hapa moja kwa moja aliingia katika programu ya Adobe Photoshop. Alihitaji kujiwekea muonekano, kujiseti kidogo ili akae bomba zaidi, kwa sababu ni picha alihitaji kuifanyia manuva. Kisanga na mwana. Basi wasema miezi 6 baadaye, baada mambo mengi sana kupita, leo kulikuwa kuna mashindano ya uchoraji na binti alifika katika darasa, lakini katika siti ambayo alikaa alikuta kuna mtu ambaye ameshakaa. Hivyo mtu alimwomba tu banane hapo hapo. Binti baada ya kumwangalia mtu huyo akakumbuka ni miezi 6 ambayo imepita aliyokutana naye katika kizaazaa kimoja kwa. Basi teacher aliweza kuingia tu na hapa alitoa mwongozo wa kwamba ni wakati wa kwenda kuchora picha ambayo itakuwa ina maana sana. Hata hivyo mtu bado azidi kumuonesha dharau bibi. Sasa mtu ni nani na nini ambacho kimemleta? Basi naombea leo usiku ambao na mzee baba alikuwa amekuja kama special kwa ajili ya kufanyiwa uchoraji, ikiwa yeye ni kama mwanamitindo tu. Kwa hiyo watu wote wanatakiwa wamchore vyema, na ile picha ambayo itakuwa bomba zaidi itaweza kupewa marks nyingi kwa mtu ambaye ataweza kumchora kiusahihi zaidi. Basi kila mtu aliweza kuchora kadri awezavyo. Lakini binti ni mtu ambaye alipatia sana namna kile ambacho kilikuwa kimeagizwa na mwalimu. Aliweza kuchora perfect photo in perfect time. Aro mpaka mwanaume akasema hakika ni nzuri zaidi. Pia akamwangalia tu Mnyabo Mbuyu, mamba mwenye mazalao ya kutosha. Sasa alivyorejea nyumbani alikumbuka yale matukio na hapa alipandwa na hasira sana, kwa sababu anasema niambia mimi sio mzuri, lakini pia aliniona kama mpumbavu. Ya nini asifie kile ambacho nimekitengeneza mimi? Sasa nahitaji kumkata mtu huyo. Binti alikuwa na hasira kiasi kwamba alihitaji kuiharibu picha. Lakini akasema yote makosa yako mama. Kwa nini unilete neno na muonekano mbovu kiasi hiki? Mpaka watu wananishangaa. Lakini mbona baba yuko safi tu? Basi bibi leo alihitaji kuteta na mama. Anasema mimi siwezi kujiua kwa namna ambayo nafikiria. Lakini sasa nilikuwa nahitaji kujua ukweli. Mama ambaye atafuta kitu ambacho ni cha ukweli ili kiweze kuwa. Binti alikuwa anahitaji kiasi fulani cha fedha. Hivyo alikuja tu kwa ajili ya kumpiga biti mama aweze kumpatia hicho kiasi cha fedha. Lakini pia alimlaumu sana mamake kwa kusema kwamba inakuwaje yeye anaonekana mbaya mbele za watu, hapati nafasi kama watu wengine wanavyopata, na mpaka anaweza kupata maumivu na majeraha, lakini hakuna mtu ambaye anajali juu yake. Naambia mama, hebu tafadhali niambie kitu. Haiwezekani niwe na muonekano ambao unaniletea shida mimi katika maisha yangu. Basi mama aliangalia pete yake, akasema nafikiri ni muda sahihi zaidi. Basi binti aliweza kwenda katika interview ya kazi. Lakini hata hivyo aliambiwa ataitwa baadaye, ni kwamba hitajiki, shida ni muonekano. Lakini pia aliweza kufika rafiki yake, akamwambia kusoma vizuri tangazo. Hapa anahitaji watu wenye muonekano ili waweze kuongeza mauzo yao. Basi binti kuna kitu alikuwa anatafuta, inafahamika kwa jina la Tulmanya. Anasema hiyo imeisha na mimi ndo nilimaliza. Rafiki yake huyo anaimalizia kabisa. Lakini alikuwa mtania tu. Akasema iko moja kwa ajili yako, usipate mashaka yote. Basi moja kwa moja upande pili kwa mtaalamu huyo, mamba ambaye kikweli ndo best model katika ile eneo. Ni mtu ambaye anakubalika sana katika mitaa yote ya kwa sasa, bonge la fashionist, yani mtu maarufu zaidi. Hapa alikuwa anapiga story na rafiki yake. Anasema kuwa ni mtu ambaye unakuwa unanishangaza muda mwingine, au ni kwamba bado mambo hujapiga. Anasema amna bwana, sivyo unavyofikiria. Watu wengi sana wamekuwa wanakuja upande wangu, lakini shida ni kwamba ukipate mtu ambaye anakuwa na usahihi zaidi.
Hivyo mtu huyo aliweza kumwambia tu, lakini kupitia macho yangu kuna mtu ambaye nilimuona yuko bora zaidi. Sasa itakuwaje kama uko mbali na upate nafasi ya kumwona? Anasema yeye pia atakuwa ananitafuta mimi na anawaza sana juu yangu, lakini mtu huyo kweli amekamilika zaidi. Basi tunaleta upande pili, mwanamtu ambaye anazungumziwa na mtaalamu. Anasema hakika yuko kamili, yani yuko kamili gado zaidi. Sasa basi ngoja tuangalie kwa namna ambayo unafikiria kama kuna kitu kinaweza kaa sawa zaidi. Basi leo mama aliweza kumuita binti yake. Baada kuna binti analaumu sana juu ya kuzaliwa akiwa na muonekano ambao kiukweli ni kwamba uko sawa. Sasa basi sisi kila mwanamke katika ukoo wetu, katika familia yetu, tuna namna ambayo tunatumiaga. Kuna pete moja ambayo iko moja tu, na hii ni pete maalum sana. Hii itakufanya uonekane perfect mbele ya mtu ambaye unamhitaji kwa wakati huo. Pindi ambapo utavaa pete hii, unaweza kukamilisha ndoto zako. Binti aliuliza sana juu ya kitu hiki. Anasema kuanzia bibi yako, bibi yangu, wote wametumia pete hii. Na sisi kwetu hakunaga mtu ambaye kukosa kile ambacho anakihitaji kwa upande wake. Sasa hii iko moja tu, lakini pia kama unaweza kuitumia kwa wakati huo, itakufanya mpate mtu ambaye anamhitaji, kwani itakufanya uonekane kwa supermodel. Basi binti tafakari sana juu ya kile ambacho aliambiwa na mama yake, kwamba pete ina uwezo wa kumfanya aonekane na muonekano tofauti na ule alionao, na kuweza kuwa kivutio kwa mtu yote ambaye atakuwa mbele yake, especially yule ambaye ataweza kumvalisha pete hiyo. Sasa binti akaona kuna namna ya kufanya jambo moja hivi, akaivaa pete katika kidole chake. Na sasa amekuja kumkamata mtaalamu huyo. Rawi anamdharau sana. Anamwambia nini ambacho kinakusubirisha hapo? Anasema sio biashara ya kuzungumza sana. Najua uko busy sana, lakini tungeweza kupata kinywaji kidogo. Sasa nitakuwa nakunywa kila mtu unayekutana naye. Anasema ni kwa mara moja tu, kwa sababu nataka nikupe habari ya msichana ambaye ni bora zaidi. Nafikiria itaweza kufaa zaidi. Basi walifika katika kitengo, sehemu moja ya kupata unywaji. Hapa binti kuna jambo alikuwa anahitaji kulifanya kwa makini zaidi. Anasema sawa, itachukua muda gani kuweza kumuona mtu huyo? Binti anatuma ujumbe sasa nyumbani kumuuliza mama yake nini aweze kufanya. Basi achukua tea bag na kuiweka katika kinywaji, kisha aanze kupata soju hiyo. Lakini pia na target yake moja kubwa sana. Anasubiri majibu kutoka kwa mama yake nini aweze kufanya kwa hiyo pete. Lakini baada ya kupiga story 2-3, binti aliweza kumwomba mtu kitu kimoja tu. Anasema kuna pete ambayo inaweza kufanikisha mambo ya kuweza kunibadilisha zaidi. Naweza nikatoka kabisa usinione kwa wakati mwingine. Pete hiyo ni kama ina miujiza sana. Hivyo ingekuwa vema zaidi kama ungetengeneza nafasi tu ya kunivalisha hii pete ili uweze kuona miujiza ya kitu ambacho nakitafuta. Kwa sababu hapa itakuwa ni zaidi ya kupotea tu. Anambia kama utafanya hivyo, unaweza kuona kile ambacho unafikiria ni bora sana kwa upande wako. Basi bibi aliweza kumpatia pete ile na kumwambia mtaalamu aweze kuiweka katika eneo lake la kidole. Na mama baada ya kuiweka tu, weza kutokea tukio moja la ajabu zaidi. Yani tukio la mshangao zaidi. Anambia katika eneo la unywaji, kila kitu kiliweza kuganda. Yani kitokea kitu ambacho kilikuwa ni cha tofauti zaidi. Yani kila kitu kiliweza kuganda, mpaka mtaalamu aliweza kuganda. Alafu binti akawa anapaa anaenda angani. Sasa unafikiri nini ambacho kinatokea katika episode ya kwanza tu hiyo? Leo tukutane katika episode ya pili tu kujua hatima ya nguvu ya pete, kwa sababu inaonekana ilibadilisha muonekano wa binti mazima. Ni kizaazaa zaidi. Hii hapa kutoka DC Production, Sound ya Mgojosoni. Mimi naitwa DJ. Okay, mimi naitwa DJ kutoka DC Production, Jumba la Burudani. Kama dawa kama kawaida, hebu tuendelee kusonga na picha bomba zaidi hapa. Inaitwa Magic Ring. Another chosen one, Kamsamida. Wow.